Hamna option nyingine kwenye maisha. Hujazaliwa babako sijui bosi mkurugenzi wizarani, hujazaliwa mama yako mkurugenzi kampuni fulani. Manake Mungu amekwambia sikiliza, dunia ipo mabegani mwako. Yaani si unazungumza wenzako wamezaliwa kwenye utajiri, wewe utajiri unatakiwa uanzie kwako. Yaani kuna wengine wenzetu wamezaliwa wanatakiwa wakarithi kampuni. Kuna wenzetu wamezaliwa mama ni bosi sehemu fulani, ana cheo kikubwa, ni mtoto wa bosi. Kuna wenzetu wamezaliwa hajui shida, ni amezaliwa hospitali kali, kila kitu kikali. Hao wametunukiwa, kila kitu wamekikuta kipo kwenye njia. Alafu kuna wengine wamezaliwa sasa, unaambiwa sasa sikiliza, wewe ndo utavunja minyororo ya umaskini kwenye hii familia. Yaani kila siku unaamka kwa kweli ni finali. Yaani mpira upo miguuni mwako, tukao ichezeshe timu. Unapata 100,000, mama anataka kula, baba anataka kula, watoto wanataka kula, kila mtu anataka kula. Kwa ukishajiona umezaliwa katika familia hiyo ya kwamba kila siku finali, usilielie, hamna muda watu kusikiliza. Dunia isikilize watu wanaolialia. Dunia haitaki wanyonge. Dunia nafasi ya mnyonge ishakataa muda sana. Kama kuna kitu ambacho wewe kinatakiwa ukifanye kuuaga umaskini, kifanye kwa bidii yote. As long as kwamba tunauagana na umaskini, kwamba kesho tutaishi vizuri, fanya kwa nguvu zote. As long as kwamba ukiangalia ni kwamba ni kitu cha halali kabisa, fanya kwa nguvu.